Okay, hii ni Jifunze Leo YouTube channel. Usikose kusubscribe, kushare pamoja na like. Okay, this is Jifunze Leo YouTube channel. Don't miss to subscribe, like, share and comment. Okay? Kama kawaida, tunaenda kujifunza kusoma pamoja na kuandika. Okay, as normal, we are going to learn Swahili syllables, how to read and write. Kitu cha kwanza tutaenda kuangalia kichwa cha habari kinasemaje. Okay, first thing we are going to read the heading as a follow. Okay? Kichwa kinasoma jifunze kusoma na kuandika. Okay? Learn to read and write. Learn to read and write. Tuna silabi zetu mistari minne. We have 4 lines of syllables for Swahili here. Mstari wa kwanza huu hapa. Mstari wa pili huu hapa. Second line. Mstari wa 4, fourth line. So tunaenda kuanza mstari wa kwanza. We are going to start with the syllables line number 1. Tunasoma kama ifuatavyo. We read as follow. Pa, pe, pi, po, pu. Narudia tena. I repeat again. Pa, pe, pi, po, pu. Hivi ndivyo inatakiwa isomwe. This is how must be heard. Lazima isikike hivyo. Okay? Unaweza kuanza mwishoni. You can start at the end like that. Kama ifuatavyo. Pu, po, pi, pe, pa. Okay? Tunapojifunza silabi, lengo ni kutaka kujua hiyo silabi inaweza ikaunda maneno mangapi ya Kiswahili. So, when we learn these syllables, the aim is to know how many words can be formed through that syllables. Mfano kwenye pa, pe, pi, po, pu. For example, in pa, pe, pi, po, pu, tunapata maneno kama vile pipi. Okay? Pia tunapata neno kama vile pepo. Po. Okay? Tuje tuangalie silabi zinazofuata. Let us see the next syllables. Sa, se, si, so, su. Sa, se, si, so, su. Hapa tunaweza tukapata maneno kama ifuatavyo. In these syllables, sa, se, si, so, su, we can get the following words. Mfano, for example, sasa, sasa.
which mean now. Now. Sasa, now. Okay? Tunaweza tukapata neno kama sisi. Okay? Sisi. Sisi. Which means us. Us. Or we. Tunaweza tukapata maneno kama vile saa. 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 Ukachukua hii saa ukaongeza na a ukapata saa, ambao which is clock, or you can say a watch. Okay? Tuangalie silabi ya mwisho. Silabi ya mwisho ni silabi ambatano au silabi ambatano. It is a complex syllables. Mba, mbe, mbi, mbo, mbu, mba, mbe, bi, bo, mbu. Sasa tuangalie jinsi gani tunaweza tukaunda maneno kupitia hizi zote. Let us form words by using those syllables. Okay? Mfano, tunaweza tukapata neno kama vile Pepsi. We can get a word Pepsi. Peps. Okay? Beverage. I know you know that beverage known as Pepsi. Kama hapa hapana irabu hapa, hii tunaita ps. Okay? Tunaweza tukaunda kama neno kama vile pamba. Pamba. In Swahili we call it cotton. In English we call it cotton. In Swahili pamba. Okay? Kuna pembe. Tumechukua hii hapa na hii hapa, tukapata pembe. In English it is costs, or we say tusky. For example, elephant have got what? For example, cow have got tusky. Mapembe. Tunaweza tukapata neno kama vile pesa. Pesa, which is in English we call it money. Pesa. Tunachukua hii hapa pe na saa, tunapata nini? Pesa, money. Tunaweza tukapata neno kama vile supu. Supu. We take this one and this one. Chukua hii hapo na hiyo, tunapata supu. In English, soap
it is soap. Maybe when you cook meat, and you take after boiling meat, you take that water boiled through that meat, you drink it. We call it what? Soup. Okay, supu. Unakunywa supu. We drink soup. Okay. Okay, basi usikose kusubscribe channel hii, lakini nakupa nafasi pia wewe mwenyewe kuweza kuunda maneno. Comment kwa hapo chini maneno gani ambayo yanaweza katokana na silabi hizi tulizojifunza siku ya leo. Asante sana. Kwa majina ya Mwalimu Paul Mgaya, namba yangu ya simu ni 0755754391. Ukitaka kunikuta kupitia WhatsApp, karibu uweze kujifunza nami.